Wanakaba desturi kitu vingi. Hata mimi nimeongea. Sawa tu. Huko. Tunamtegemea sana. Yeye sijui sasa tutaanza kufanya nini? Tutaanza kuanza wapi maisha mpaka tumalize wapi. Endeleni tu. Jumbe nilienda nini? Asubuhi ilikuwa nimeenda soko asubuhi. Vile nilienda soko nikakuja kwa nyumba yake nikauliza yeye ameingia, akasema hajakuja. Ndio nikaenda soko sasa, nikarudi saa 3 hivi. Kufika nikaona wamama ako kwa nini? Ako kwa nyumbani. Nikajiuliza ni nini? Ati bibi yake amejifungua. Vile aliniambia hivyo nikaambia hapana, iko kitu. Hii wamama wote wenye wamekuja hapa si hivyo. Kidogo sasa akanipeleka ndani ya nyumba, ndiye akaniambia hiyo maneno yalitokea. Akasema hiyo vitu hiyo nini Kimwezi ametoacha. Kwa nini? Hiyo Avieta ndiye amemaliza watoto wetu sana. Tujaribu tu tuangalie vile tutawacha hii vitu, serikali atusaidie tu. Aone tu vile hii vitu ishe bwana. Sababu yeye anamaliza watoto wetu. Saa hii mtoto yenye alikuwa nategemea hakuna, sijui nitaanzia wapi. Hata ndio shamba yake amelima lakini hakuna chochote, na bibi yake sasa amejifungua kabla hajafika siku, na mtoto sasa anaongezewa sasa nini, anaongezewa oxygen kwa hospitali, na hatuna chochote yenye tunaweza kusaidia. Hata hii masisi ilikuwa ya shida. Sababu sisi si watu ya kujiweza. Si watu wa kujiweza. Hatuna kitu. Tuma yeye aenda alete nini? Fertilizer. Vile alienda kununua fertilizer, sijui hakufika. Hata nilifikia yeye simu nikaambia nimepata fertilizer kwa mahali. Urudi. Akasema niko laini. Na nikimbuka hivi hajafika huko. Kumbe nilikuwa nataka aweke hii Avieta. Asa yeye akakuja, hata akakuja akalala. Asubuhi nikaambia yeye, na hiyo nini fertilizer alienda wapi? Akasema nimewacha kwa Kisesi lakini nitaenda asubuhi. Vile alisema alienda asubuhi nikanyamaza. Kesho yake sasa ndiye akakuja hata. Kumbe aliokoba ama alifanya nini? Pesa yote imemeswa yote na nini? Na Avieta. Ilikuwa 90 ngapi? 92,000. Na si hiyo peke yake, amemesa karibu mingi sana, sababu hata alikuwa ameniambia nitakujengea nyumba. Lakini saa hii sijui nani atanijengea nyumba. Ilikuwa ameniambia nyamaza tu mama, nimepata hii nitafanya kazi, nitakusaidia. Sababu hata sina mtoto yenye ako kwa kazi, hata ni yeye peke yake nilikuwa natumia nini. Nilikuwa nategemea yeye. Kwa amekata miti ya kujenga nyumba, akaambia mama, wacha niende kazi alafu nijenge nyumba sababu watoto yake bado wadogo. Sasa vile alienda hiyo Avieta sasa ndiye akamaliza hiyo pesa, na hiyo nyumba yake sasa sijui nitafanya nini, na sina namna yote, na mimi sijiwezi, na yeye ni mwenyewe nilikuwa nakutegemea yeye kabisa, hakuna mwingine yoyote. Watoto wangu hata ana kazi yote, yeye ndiye alikuwa na kazi, na saa hii sasa sina chochote, sijui nitafanya nini. Na hiyo mtoto tu akaenda hivyo, na yeye bado mtoto mdogo. Hata ajaribu tu angalie vile ataweza kupoteza hii vitu, sababu atamaliza watoto wetu. Amemaliza watoto wetu, sijui tutafanya nini. Wamama sasa wamebaki wenye walisa, na watoto wameenda. Tumebaki tu kama tumekuwa wazee, nani atatusaidia? Nilikuwa nataka hii kampuni anilipe sababu hakuna kitu yenye nitafanya sasa, hakuna. Nitachungia nini watoto? Hata nyinyi wenyewe unaona tu vile hii nyumba iko. Alikuwa mtu mwenye alikuwa anatusaidia kwa familia,
na alikuwa ni mtu mwenye alikuwa anajikaza kwa kazi yake. Sasa yeye alikuwa mkulima wa mboga na alikuwa anasaidia familia yake, alikuwa anasaidia mama pamoja na baba. Sasa Timothy alikuwa mtu mwenye tulikuwa tunamtegemea sana, lakini sasa Kimngetich wakati alianza hii maneno ya afieta akaanza kupunguza. Sasa wakati pesa ilikuwa inaingia kwake kidogo, sasa alikuwa anagawa mingi, ilikuwa inaenda kwa afieta, alafu kidogo ndio ilikuwa inafika nyumbani. Sasa ikafika mahali hakuwa sasa analeta kitu nyumbani, lakini kazi alikuwa anaenda. Kumbe tukakuja tukafanya uchunguzi, kumbe hii alikuwa ameanza kucheza hii afieta, lakini alikuwa kijana mzuri mwenye alikuwa anafanya kazi sana. Sasa tunaomba serikali ama wabunge, kama kuna fenye wataweza simamisha hii maneno ya afieta, wasimamishe kabisa, kwa sababu tumepoteza mtu mwenye alikuwa anasimamia familia. Timothy ni mtu mwenye tulilelewa na yeye akiwa mdogo. Alikuwa mtu mwenye alikuwa anafanya kazi yake na bidii. Hakuwa mtu mwenye alikuwa analewa, lakini alikuwa ni mtu mwenye alikuwa anafanya kazi yake mzuri. Sasa Kimngetich, hata kazi tulikuwa tunafanyanga na yeye, alikuwa ananiambianga asubuhi, wewe amka kuja tuende kazi, unisaidie kazi, alafu jioni anapata kitu, alafu ananisaidia hata na mimi napata kitu kidogo ya kusaidia familia yangu. Sasa Kimngetich ni mtu tumempoteza, ni mtu mzuri mwenye alikuwa anafanya kazi kwa bidii kabisa. Tumempoteza kwa njia tatanishi sana, na ni uchungu sana. Ameacha familia ndogo na alikuwa kijana wa bidii. So tunaomba serikali kupitia parliament kama wanaweza pass bill ya kukomesha hizi gambling. So tunasikia ameweka pesa karibu 90 something thousand in a span of a week, na imekuwa uchungu sana kwa familia. Kama serikali wanaweza komesha, na pia kampuni ya Aviator tunaomba kama wanaweza compensate because ameacha family ndogo sana. Yeah, this is a small family. My nephew alikuwa anafanya bidii na ni familia pia. Sasa baadaye akawa ameingia mambo ya gambling na imekuwa shida, imeleta shida. Na pia tunaomba vijana wengine, sasa hii iwe mfano, iwe warning kwa vijana wengine ambao wanafikiria kufanya mambo kama hiyo. Unaona tunapoteza kizazi chenye kingefuata, kingeendeleza uzazi. Yes. Swala imetupata kwa ugumu sana. Hata mambo ya mazishi imekuwa struggle, kufanya mazishi, pesa hakuna, haikutarajiwa. Ona mke wake ako hospitali na mtoto. Tunaomba serikali ituingilie, watusaidie kwa bili ya iko MTRH. Yeah, akidischargiwa. Vile mwenendo wake alikuwa anafanya kazi, tuliona kwamba kazi yake anaenda akilemewa. Kumaanisha kuna mahali alikuwa anapotezea pesa. Lakini kuanzia mwaka 2020 tukaona kwamba kumbe alikuwa anacheza hii michezo ya avieta na michezo mingine kando kando. Ya chusi tu ni kwamba alicheza hii mchezo wa avieta. Kwa tuseme kati ya wiki moja alikuwa anacheza, anapoteza 20, 40 hivyo, na pia mpaka akauza paso yake ambaye alikuwa anatumia ikaisha. Baadaye akatumwa aenda ashughulikia aleta fertilizer. Pia ni kama hiyo pesa ilipotea. Avieta pia ilimezwa na avieta. Vile vile ako na marafiki pia alikuwa amesaidia pesa nyingine. Hiyo pia yote ilimezwa na avieta. Baadaye kuona kijana kwamba amepoteza kila kitu, akaona ana njia nyingine ila tu kukufa. Wakati alipokufa ni kwamba pia hata hakulala nyumba yake, alitembea kwa majirani. Hapo ni mahali alienda akalalia majirani kati ya familia tu, akalala kwa mazingira yao. Mwisho akaenda kujinyongea mazingira ya familia yetu pia. Asubuhi hiyo tulikapata hiyo ripoti kwamba Kimngetich amejinyonga. Kwenda kufuatilia simu yake vile alicheza, pesa ilionekana ilienda kuanzia 40, 20, 20 something mpaka yote kaisha kweli. Thousands. Kwa hivyo tumepoteza kijana kwa uchungu sana tukiwa familia.
tunaomba kama serikali kutakuwa na njia ambaye watafanya hii kampuni wafanye compensation kwa huyo kijana wetu, kwa sababu ni kijana mdogo sana, ameacha bibi mdogo na mtoto mmoja. In fact huyo mtoto alipozaliwa juzi tukimshika tukifanya masiko yake, in fact hata mtoto ako nasari, ni kama mama alikuwa na alishtuka ndiposa akazaa kabla wakati. Kwa hivyo tukiwa familia tuko na uchungu sana, hatuna chochote. In fact hata pesa ambayo tulimsikia majirani walitusaidia. Mtoto ako hospitali, hata hatujui tutafanya namna gani ndio atolewe kwa huko hospitalini. Kwa hivyo tunaomba serikali kama watakuwa na mbinu ambaye watakomesha hii kampuni, kwa sababu tumepoteza watoto wetu wengi sana, na sio watoto peke yake, hata walimu ambao ni watu wazima, headmaster msema. Kwa hivyo tunaomba serikali kupitia bunge watunge sheria ambaye itakomesha hii kampuni ambao wanacheza kamari na watoto wetu, kwa sababu mwisho watatumalisha watoto. Huyu kijana mwenye ameweza kutuacha kwa njia tatanishi alikuwa rafiki wangu sana. Huyu Timothy, mimi kweli bado niko mgeni area hii, lakini wakati nilifika ni yeye ndio alinikaribisha, na alikuwa mtu mwenye anafanya kazi yake kwa bidii. Yeye ndio hata amenipasulia mbao yenye nilikuwa najengea hiyo nyumba yangu. Na sasa hizi tumemweza kupoteza kwa njia yenye haifai. Alikuwa kijana mwenye ako na nguvu, si kijana mwenye alikuwa kwa igoi. Sasa hizi tunaomba sana serikali waweze kusimamisha hizi kampuni za gambling ama waweze kuregulate. Juu kama tutakuwa tunapoteza vijana wenye wako na faida kubwa sana kwa hii jamhuri yetu ya Kenya, itakuwa ni hasara sana, na usawa ya kesho tutakosa. Juu sasa kama yeye ameacha watoto mchane na mtoto hata hajaona hata baba yake, sasa ameacha msichana na mtoto kijana mwenye alizaliwa wakati yetu yeye ameaga dunia, na alizaliwa kabla hata hajafika masiku. Juu mama alisumbuka sana, alistuka mpaka ikabidi akajifungua kabla ya wakati zake, ya masiku zake. Tunaomba tu serikali sana waweze kukomesha